Ni Delila. Nani anitake nimkatae? Ninayemtaka lazima niwe naye. Sikuchagua aina ya mwanaume mwenye wadhifa asiye na wadhifa. Sikujali umri wala pesa. Hata ndugu wa mume wangu. Napenda mapenzi. Siwezi kupitisha hata masaa mawili bila kufanya mapenzi. Hodi, maji hapa. Karibu. Maji? Karibu. Leo maji kidogo imekuwa ya shida. Pole. Maji. Yaweke hapa. Yaweke hapa maji. Afu mkuisi. Ndio nimekumisi. Bwana mimi hata Nimekumisi mzio. hii ni kazi, nataka jambo mdogo wangu. Bwana yeye nimekumisi njoo. Sijui nina pepo au jini haba. Mwili unaniwaka hisia. Siwezi jizuia. Mapenzi yamekuwa faraja ya mwili wangu. Hapana, usifanye hivyo tafadhali. Bwana mimi nimekumisi. Ukae ni biashara. Mimi nipo kwa Biashara sio kwa nikwambia nakupa njoo bana. Msoko nimekumisi. Nisikilize, nafanya kwa ajili ya biashara mdogo wangu. Kumbuka nilikuwa nile. Najua. Namwishia sana mume wako mimi. Najua naelewa. Unajua mume wako jinsi alivyo ni mkatili yule. Nimekumisi. Bana hata usimwazie mume wangu. Mume wangu mwenyewe ameondoka, hayupo. Yupo wapi? Hayupo kaenda kijijini huko. Wiki ngapi sasa hivi bado hajarudi. Mamake anaumwa. Hayupo wala tu sina wasiwasi. Sawa. Lakini nakuahidi siji kufanya biashara na wewe. Bana jamani nimekuelewa. Sisi tunakuuza maji na wewe. Na hela yangu nipatie baada hii. Na nakupatia usijali. Mimi tena. Mume ninaye ana kila sifa za unijali. Ananipenda na kunitunza. Lakini tamaa za mwili. Nashindwa jizuia. Mume Itakuwa mume wangu sasa msini nani? umenidanganya? Alikuwa msafiri. Sasa tunafanyaje? Delila. Nimekuita mara 3. Delila, wewe si yule wa Samsoni. Wewe ni zaidi ya maelezo yangu. Wapi ulipata ujasiri wa kumwingiza tajiri wangu chumbani kwangu? Nini kosa langu? Shuhuda za mema aliyotutendea. Nini kingine Delila? Delila, vipi kuhusu kijana muuza maji? Nini ulikosa kwangu? Shemeji. Jamani mpaka chumbani. Kwani una nini? Asa mbona hujaniambia kama unakuja? Unataka nikwambie kitu gani? Nikwambie kitu gani? Sikiza nikwambie kitu kimoja, sawa? Taarifa zote ninazo. Hivi unafanya kitu gani Delila? Delila, wewe ndio kunifanyia hivi mimi? Ungeniambia kama unakuja, sasa ungenikuta mimi na mume wangu hapa ingekwaje? Mume wako ameondoka. Alafu hutaki kuniambia. Na imezoeleka Delila kila siku. Mume wako anapoondoka unanipa taarifa. Kwa nini Delila unanifanyia hivi? Hata kama sasa ndio uje bila taarifa. Sikiliza, mimi sikiliza Delila, kuna kitu na kificha. Kwa sababu mimi sitegemei kabisa Delila uende kuniambia mimi maneno hayo Delila. Na ungeniambia kati unakuja, sawa nimekosea sijakwambia. Inawezekana kuna mtu mwingine, michezo mizoea. Kuna mtu mwingine Delila. Tena mtu gani? Inawezekana mimi nakwambia. Kwani sasa hujaniambia alafu saa hizi unaniambia nikupe taarifa. Nikupe taarifa gani? Wakati mimi najua hapa kuna uhuru, nina utawala wote. Shida nini sasa? Mimi Delila, mbona pesa nakupa? Haya tulia nikupe tu. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Watoto kawa wazuri kama nyie haifai tuwafoke sawa? Shemeji, yani mimi nitakuja kwako Jordan. Nitakuja kwako. Nitakuja baadaye kwako Jordan. Delila, sikiza. Nitakuja kwako leo hapana. Nitakuja kwako. Nitakuja baadaye. Sasa nimeamini Delila, wewe unathibitisha kile kitu ambacho nilikuwa nakwambia. Nitakuja baadaye. Yaani sasa hivi sijaenda kabisa, yaani umenishtukiza. Delila, kwa nini unanikataza Delila? Delila. Delila njoo. Nikupe taarifa gani Delila wakati wewe ni mpenzi wangu? Jordan, jamani mimi nitakuja kwako. Nimekumisi baby. Sisi sikujiandaa Jordan, Kwa nini serious. unanifanyia hivi? Nitakuja kwako baadaye na kwa hiyo. Sasa nilikuwa sijajiandaa. Delila. Andime yangu.
Mume wangu nakuja. Delila, nimekuita mara 3. Siku chache baada kukuarifu unaenda kumuguza mama yangu, yule mama aliyekuwa akikusifia na kuniasa nisikupoteze. Mama yangu amepoteza maisha na ndugu wa baba wamemkana. Nasikitika kueleza machungu ya usaliti siku ya msiba wake. Nakuja mume wangu. Mwanamke. Karibu mume wangu. Mume wangu, karibu. Mume wangu. Kwani vipi mume wangu? Mbona kama una huzuni? Vipi tena mume wangu? Kuna shida gani? Niambia kuna shida gani? Mbosha kwa mabomu. Kuna shida gani tena mume wangu lakini? Tena nini mume wangu? Mbona unanitisha? Mbosha kwa mabomu mke wangu. Mambo gani tena? Hawezi amini. Mpaka dakika hii hapa tunaongea. Vipi tena? Mwili wa mama huko. Mwili umefanyaje tena? Mume wangu. Hebu niambie vizuri, mwili umefanyaje mwili? Mume wangu. Hebu niambie vizuri, sikuelewi. Mama tuko naye. Kwa imeshindikana kabisa. Mama ametutoka mwanangu. Mume wangu. Pole wangu. Mungu, nikae Mungu. Pole sana. Mke wangu. Kwa inakuwaje Mungu umepambana hivi sielewi. Mke wangu. Naomba nisikilize. Hapa ina namna. Babangu naye ndio ameshatoka. Mzigo wote unabaki nao mimi. Kwa tunafanyaje mpaka dakika mume wangu? Mwili uko nje, ndugu zangu ndio wako nao hapo. Unamtisha. Kwa nini mpaka umefika hapo? Tunafanyaje? Hapa ina jinsi. Kinachobidi hapa na kitanda vizuri. Kwa sababu mwili wa mama unabidi uje kustiria kwa dakika ngapi hapa? Hapa. Sasa mimi nifuate ndugu zangu. Mimi nifuate ndugu huku nje. Wewe unabidi ubaki unafanya mazingira ndani ya ngea kwa kisha tuweka mambo mazuri hapa ili tuje kumweke mama hapo kitandani. Sawa mume wangu. Mungu wangu. Basi utaandaa hivi. Vitu vingine vitakuwa vinaendelea. Delila, natamani niwaaminishe ulimwengu kuwa hii ni ndoto tu, wala si kweli. Delila, natamani upendo wako kwangu urejee. Delila, unafanya nione kuwa mapenzi ni chuo cha maumivu na ndoa ndio cheti chake. Najaribu kukukumbusha kuwa mimi ni yule uliyenitamkia kuwa hakuna kama mimi. Haitoshi, umeamua kutoka na mtu ambaye namchukulia kama ajira kwangu. Nilitamani kujitia ububu. Vipi kuhusu wadogo zangu walioshuhudia kwa macho yao ubaya wako? Sawa, mbona Delila? Sawa, mbona hazina hisia zangu umeharibu? Sawa, mbona Delila? Jikaze ndugu yangu, jikaze. Hapa ndugu yangu jikaze, tutuweke kwanza. Mungu ni mwema, Mungu amejua. Mungu taratibu basi. Sinajua imani malaika sasa. Inabidi tukamaze mama bwana. Ndio swala. Wewe chapu huko sasa. Taratibu ndugu yangu, mtu sasa nataka kapumzike na kimbiza nini? Taratibu sasa msije mkankwalua. Tupeleke bwana. Mtu anaweza kaenda paradisa kupumzika. Pisha bwana. Pita huko nzito. Jamani. Taratibu sasa. Asa hapa bro,
hapa takiwa tukae sebreni tujadili jinsi mazishi atakapofanyika mama yetu. Najua mna huzuni ila huu ndo muda wa nyinyi watu wa kiume takiwa mkaze, mmesikia? Hata kujiregeza dogo ndo ushakuwa hivyo. Ndo ushakuwa mtu mzima dogo. Lakini zazi wewe zazi. Ndo ushakuwa mtu mzima nakwambia. Hata kujiregeza dekeza dogo. Kama chini zazi sasa unakuwa msiba tena. Kaze, usigobani. Unajua zaka sasa hivi tunafanya kibani nini? Mahani. Nini ulikosa kwangu? Maiti ya mama yangu nimeweka kitandani bila kujua ni najisi gani uliyofanya katika kitanda changu. Haitoshi, umeamua kutoka na mtu ambaye namchukulia kama ajira kwangu. Nilitamani kujitia ububu. Vipi kuhusu wadogo zangu walioshuhudia kwa macho yao ubaya wako? Delila, natamani niwaaminishe ulimwengu kuwa hii ni ndoto tu, wala si kweli. Delila, natamani upendo wako kwangu ureje. Bado nafsi inanikumbusha dhalilisho la mwili wa mamangu kitandani kwangu. Hata nikifumba macho bado naona wingu la ubaya wako Delila. Delila, unafanya nione kuwa mapenzi ni chuo cha maumivu na ndoa ndio cheti chake. Najaribu kukukumbusha kuwa mimi ni yule uliyenitamkia kuwa hakuna kama mimi. Sawa mbona Delila? Sawa. Mbona hazina hisia zangu umeharibu? Sawa mbona Delila? Delila, Delila, Delila. Nimekuita mara 3. Tulia nini? Kwa nini? Mimi kama wewe. Wewe kivipi? Nilikuja kwa mwanamke akanifika tena uongo. Unasemaje? Uko nje kuna maiti. Wao wameondoka kwa hapa. Tutafute namna ya kuondoka kabla hawajarudi. Sikiza blaza. Mimi naanza. Unaanza nini bwana? Namna ya kuondoka blaza, kuna kingine. Dogo, sasa sikiliza mdogo wangu. Sikiliza. Nitakuzingua tukifanikiwa kutoka hapa. Kumbe tunaingiliana hivi. Tunaingiliana? Sio muda wake blaza. Sio muda wake vipi? Nakujua. Wewe dogo unatembea unapotipia unapita unapopita mabosi. Nakujua vizuri. Nikitoka dogo risasi. Blaza. Sasa kaka. Ni namna ya kutoka. Mimi naanza. Umeona hii? Hii navaa hivi. Navaa hivi natoka. Na utatoka kama mimi. Blaza. Wakuwa muda. Nini achana mimi sio kaka yako. Dogo nitakuwa wasikiliza dogo na kunyonga. Going to kill you. Napita napopita mimi. Samani basi. Blaza, wamekuja familia nzima. Lakini nataka uondoke blaza. Mimi ndio naondoka hivi. Kama hutojali, ondoka na mbinu yangu. Shakwambia tukifanikiwa kutoka unakufa dogo. Bila shakati wake. Wewe kupita napopita mimi. Tumia mbinu yangu tuondoke. Bila hivyo ni wakali afuda na ndugu zake kutoka. Acha kunipa maelekezo. Usinipe maelekezo aina yoyote. Samani blaza. Yule mama aliyekuwa akikusifia na kuniasa nisikupoteze. Mama yangu amepoteza maisha na ndugu wa baba wamemkana. Nasikitika kueleza machungu ya usaliti siku ya msiba wake. Delila, wewe si yule wa Samsoni. Wewe ni zaidi ya maelezo yangu. Wapi ulipata ujasiri wa kumwingiza tajiri wangu chumbani kwangu? Nini kosa langu? Shemeji umeniambia mondoka yule nani anatoka pale. Amepita hapo shwa. Hivi unajua dogo na mawenge sana wewe. Wewe umeambiwa Delila ametoka. Umeona nini? Acha mawenge ndio acha ubishi. Yaani hapa ni swala la kujua tunamstrije mama yetu.
tumuulize hapa blaza, yeye ndo mwenyeji, wewe unaanza nimeona samani kidogo. Mimi naona kama nina mahani kama nimechanganyikiwa. Sawa, mimi nina matatizo na uchungu wa msiba. Dogo, nimeona mtu amepiga. acha ubishi dogo, hebu msikize blaza tunafanya. Tuko msibani. Sawa. Alafu Delila kaenda kuita watu kwenye msiba waje kufika msibani. Sawa? Hapa tunataka kujadili ni jinsi ya kumstiri mama yetu. Sio jinsi ya kugombana kitu gani? Katoka kaingia nani katoka nani? Hapa tunachotakiwa ni jinsi ya kumstiri mama. Tushapiga moyo konde, tunakubali afariki. Hatuna namna. Ndio hivyo kaka. Ndio moyo wa kiume huo. Ni kumsubiri Delila atoke huko achukue watu. Tujue jinsi ya kustiri mwili wa marehemu. Yaani blaza, kwa mwili nilivyoona natakiwa ifanyike haraka zaidi kwa sababu mwili usije ukatuharibikia huko ndani. Sadaka. Nenda kamuite Mzee Kagonya, sema mjua yule Mzee Kagonya? Na aongeamka kaenda kwa Mzee Kagonya na ufu huyo akaenda kufuatilia issue za jeneza kule msikitini. Sawa. Sasa msikitini sangendea amevaa kanzu bora mimi ndio. Ah, bwana ni mbishi sana wewe. Unapenda sana mambo ya kubishana. Wewe mdogo tu umeweza kubishana naye. Kaka nenda sikitini nimevaa kikodo hiki kweli kikodo tu nenda sikitini nitaonekana mimi hata kama nenda na titi lakini hivi tutaonekana kama ni bishu. Kanzu kavaa yeye mimi sikia haina shida wewe. Wote utaenda msikitini. Kaka Huyu atenda kwa Mzee Kagonya. Mimi sitaki tena malumbano hapo. Wewe nenda kwa Mzee Kagonya, Mzee Kagonya achukua watu wake mje msibani. Sasa sikiliza kaka, mimi ngoja niende kwa Mzee Kagonya, huyu ende msikitini. Alafu nikirudi hapa tutamaliza mengine. Mambo ya kubishana. Wewe nenda kwa Mzee Kagonya, sawa? Huyu ataenda msikitini. Mambo ya kubishana staki, angalia. Simon, mimi nilikwambia shemeji aliyopita hapa shwa akuvaa yote na kuvaa dela kama lile pale. Mimi nilikwambia kuna mtu ametoka nje, mwana shemeji mwenyewe mwingine anaingia. Mtu? Nisikilizeni. Nilimuona kabisa hapa. Mtu gani? Wewe ushinda kuchanganyikiwa, tatizo lako ni matatizo ya akili wewe. Wapi yule? Mungu. Vipi tunaendelea nini huko? Hapo wanafanya nani utaratibu wa mazishi kwa msiba utakuwepo hapa. Kwa hapa tufanye mpango utoke huko ndani. Wasikiza kwambie kitu kimoja. Yaani ulichonifanyia, yaani ndio unichanganya mimi na yaani yule mzamaji ndio unichanganya naye mimi eti. Sasa nikwambie kitu kimoja. Mimi hapa nitatoka na najua natoka vipi. Na nikitoka kitu nitakachokufanyia au tukuja kusahau katika maisha yako yote kudadeki zako wewe mwanamke. Fresh. Ila kwanza nisikilize. Naam. Hizi ninazokifanya ni kwamba sitaki mambo ya ubishubishi. Wewe nenda kwa Mzee Kagonya kachukue maturubani na watu kwa alika. Wewe nenda msikitini kachukue jeneza. Sawa? Haya kaka, tunakusikia. Mimi wani mpigie Jordan hapa rafiki yangu na nimweleweshe hivi swala. Twende acha ubishubishi. Tutakulia. Yaani mambo madogo tu haya nataka tuzozane na ndugu yangu tu. Bora naita. Bora simu mapokee boss. Nitakuja kwa fedhea hapa Jordan. Haipokelewi? Tuko kwa wapi boss wangu? Haipokelewi kwa sasa. Pato na nini huyu? Ukimemkuta kipi? Jordan boss. Jordan boss, Jordan. Kwani mpokee simu? Wewe kwangu tena. Boss Jordan. Kwani ungosea kupiga? Jordan.
Boss Jordan. Hii imekuwa vipi? Boss Jordan. Simu yake ndani kwangu. Ebu. Shoga yangu, mambo. Safi, karibu. Niambie shoga yangu, jana ulipata shilingi ngapi? 5,000 shoga yangu nakwambia. 5,000? Ndiyo 5,000. Mimi nakwambiaga kila siku, ongea na mimi vizuri na kuunganishia kwa mabwana wenye hera, mabwana wa maana. Sio hivyo unahangaika tu. Tafuta masponsa. Mimi nikikwambia twende huko utaki, sio na matokeo yake. Shoga yangu mimi huko siwezi nikaenda. Sasa nisikie, nataka nikupeleke kwa Mubaba, Jibaba lenye hera zake mjini. Sawa, uko tayari? Yaani maisha yako yatakuwa slope, sio unanielewa? Yaani utaenjoy. Achana na hizo ikaika zingine hizo wani wanaume ambao hawana maana. Kwanza nakupotezea muda mtoto mzuri au unajionaje? Unajichukuliaje? Piskari kama wewe unaanza kuhangaika na watu si wauza maji wakina nani kwa hawana kazi yote. Unatembea na mabwana ambao yeye wanauza maji kaka kako. Kwa hiyo umekubaliana na mimi, si ndio? Nimekubaliana sasa. Yaani bro yupo. Alafu ana siku 2 hajirudi nyumbani. Sasa unaanza kuniambia yani niende kule. Wewe unachogopa, unaogopa nini? Kwani amekuwa mtoto mdogo unashindwa kufanya mambo yako ya msingi? Mimi nilishakwambia hiyo kazi inalipa. Una ndoo? Ziko wapi ndoo? Changamoto katika kazi. Vipi? Ni mara ngapi nimekwambia kuhusu huyo Anita? Kama si rafiki mzuri kwako. Shoga yangu lakini Naomba unielewe, nimeongea na maana yangu. Aisha, akwambia usikombe mboga. Lengo ni ushibe mdogo wangu, sio kama ni uchoyo. Huyu atakupoteza huyu. Usininyoshe kidole kaka, umesikia? Ongea na mdogo wako, usiongee na mimi, sawa? Ongea na mdogo wako mmalizane nyonya. Habari za kuninyosha vidole mimi si mind. Upo? Sitaki kuwa karibu na mdogo wangu. Sio shida zangu. Ongea, nishakwambia. Ondoka nyumbani kwetu. Sikia sasa shoga yangu. Udugu wangu. Wewe nisikilize mimi. Huyo kaka yako mwenye kutwa nzima anahangaika na mabijora mkononi hapo. Nitakupigia simu baadaye twende sehemu sawa shoga yangu. Poa. Shika adabu yako. Aisha. Hakuna kutoka kwa nyumbani. Nadhani umenielewa. sawa kaka. Kama chakula, mimi nitauza maji, tutakula. Na si vinginevyo. Sawa kaka, nimekuelewa. Ninataabika sana, napata changamoto nyingi kwenye kuuza maji kwa kile unakuja unafanya upumbavu. Nisamehe. Sitokuelewa. Yule hata ukishasema mzuri yule, utapata madhara. Sawa mdogo wangu? Sawa kaka. Nyenyuka tu nyumbani. Wewe mbona unachongelea? Kwa sababu unatoka kufanya nini chumbani kwa kaka? Chumbani kwa kaka na shemeji unafanya nini? Sikia. Wewe nini? Sikia. Ngoja kwanza. Unatoka kufanya nini? Ngoja kwanza. Kwenye Simba ndo vizie. Kwenye Simba ndo vizie nimemwona na vizie tu. Kwenye Simba ndo sasa mdogo wangu ndo nimeanza kupata picha. Wale walikuwa wanatoka kunioka nani? Nyie ndo sisi tupo kwenye misiba huko. Tunashughulikia mama yetu. Nyie mpo ndani. Ndio raha wenyewe. Yaani jamani nikuruhusu tena. Huyu wasikia. Huyu akipiga huyu. Sikiliza. Tupo kwenye msiba wa mama yetu. Na zote ndio tena niseme nini? Sikiliza, kuna msiba wa shikaji. Sikilizeni kwanza. Ungeujua huu msiba, usingekuwa ndani. Ngoja nimeteka hapo. Kaka yako asijue. Sikiliza. Mwite. Haya maswala ajabu mnafanya. Na nivia tu kwenye msiba tungesha kuharibu sasa hivi. Yale na dupi ndoka nakwambia unanikatalia. Boss Jordan kwa sababu tuko msiba hapa. Ametoka ndani. Boss Jordan. Kaka boss wako. Yaani boss wako ndo anachiti na kaka Deli. Boss Jordan. Kumbe unamjua kabisa kaka. Kaki. Boss Jordan ni nini?
simu yako boss Jordan. Kitu gani unanifanyia? Kisa kunipa mali zako boss Jordan. Yaani kaka ngoja. Watu kama ona wazi tu. Naomba kaa kimya. Hapana usifanye hivyo. Bado. Lakini boss Jordan, hiki simu yako imekuta chumbani chumba changu. Yaani ukimwona mtu wa maana kabisa. Sasa familia, kama kawaida mwanangu, mimi nishakupanga toka kitambo, sawa? Kwamba huu mjengo wote mimi nakuachia. Ndio. Na kukabidhi wewe. Yaani naikukabidhi kama apartment, na kukabidhi vifaa kila kitu. Sofa, nyumba, vitanda, sehemu za kupikia, kila kitu. Uishi fresh wewe na shemeji yangu. Boss. Tajiri. Mtu wa maana kabisa. Nakuachia kama apartment kama unavyoona. Sasa wewe unaishi nayo, sawa? Ndio. Yani kila kitu hicho hapa. Yani unaishi bila hata kulipa kodi, ishi na shemeji, kamchukue shemeji uishi naye fresh. Poa. Mimi na mijengo bosi wewe, nakukubali bosi wangu. Jordan, mtu wa maana kabisa. Ungo kwenye nini tajiri? Nakukubali. Sasa kwa mamlaka nilionayo mimi nagawa nyumba tu kwa wanangu kama nyie ambao mnakuwa mnajua kuishi na watu wenye hela kama sisi. Sasa wewe simamia mambo yangu fresh yaende vizuri. Yaani bosi usijali. Nyanja zote nini poa. Yaani sijui mwija kubwa balevu wote kwa uchawa nifiki. Yaani wewe umefika, mimi ni top hapa town. Shika simu yako ondoka kwangu. Nisije kuona tena hapa nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Toka. Yaani yule ni mmoja kabisa imeshina vizuri yule pale. Unaona nikatalia wanapita watu tuona nikatalia sonono. Ndugu wangu. Ngoja kwanza tupo kipindi kigumu. Kila siku nilikuwa naambia. Leo hii tuna msiba. Lakini ushenzi anaofanya siwezi kabisa kuvumiliana naye. Salum. Kosea kila kitu mdogo wangu. Kosea kuoa. Wanawake ni mbwa. Wanawake hawafai. Mama aliniambia maamuzi niliochukua ni magumu. Siwezi kuendelea kuishi na mwanamke. Hapana mume wangu. Umenikosea sana. Siwezi kuishi na wewe. Wewe ni nyoka. Hapana mume wangu. Mabegi yake hapa ataondoka. Yaani leo ndio mwisho. Wewe unataka uombe msamaha? Nisikilize kidogo. Sasa wewe ongea. Kitu gani unachofanya hivi? Mara mbili wewe unapitia wewe. Asikiliza kaka. Wa kwanza ulimuona mwenyewe katoka hapo mwanamke. Wa pili mwanaume. Bosi wangu mimi ni Jordan. Kaka anajua kila kitu kuhusu Jordan. Ukubwa ni bwana kanishinda hapa lakini naomba kitu nisije. Wewe nakuomba ondoka. Nakuomba ondoka. Hata mapenzi kwanza uyajui. Unapenda ondoka huyu. Laana hii. Aishi kwa Jordan. Mbona siba huko kaka tujadili. Aishi kwa Jordan. Mnaanza kujadili nyingine. Mama wewe bado hajapumzisha. Kupumzisha nini? Ndapumzisha mamangu nguvu zangu mimi na nyinyi ndugu zangu sio huyu mwanamke. Hapana. Subiri kwanza siba iishe. Sasa naomba muondoe. Namuoni. Chagua mtu akondoa. Toka inuka wewe kwenu. Toka mjinga pumbafu. Subiri kwanza. Utaondoka naye ndugu. Roho utaondoka naye. Sasa utashindwa kumzika mama mdogo wangu. Nitakupiga kweli. Ngoja kwanza. Salum ngapi mkocha wewe? Ondoka. Ondoka mwanamke sitaki nimuone. Shika. Sitaki nimuone na umeshapaka. Toka sitaki nimuone. Poa. Hapa tuna simba mnaanza kumfukuza manaiki nyinyi. Kweli nimeamini wewe ni Delila mama. Mwanamke una aibu. Yaani. Boss Jordan. Kufanyia mimi hivi. Jordan. Tulikotoka. Wafanya nini pombe Jordan? Sina kujiwaza. Tafanya nini? Asa nipigie malaya. Tafanya nini? Shakoswa na ulimwengu. Anish. Hey, hello. Hello. Ya? Uko wapi? Niko ofisini. Niko na watoto wakali, mishangazi na vitoto 2000 vipo tabo. Sitaki mshangazi. Leta vitoto 2000. Tutakuja kunitoa mshangazi. Leta vitoto 2000. Nikuletea wapi? Sasa hivi niko nyumbani. Mke wako hayupo?
Nishatimwa huko. Sitaki mchezo. Basi sawa, dakika 2 hapo nitakuwa hapo, usijali. Haya. Na usubiri wewe. Sasa mwanangu. Naona ushakula vingi kwanza. Hapa kazi endelea. Naona mkoja mchumba mrembo. Nipe 5 kwanza. Mrembo. Sasa mimi sitaki kuongea sana. Mrembo. Mimi ndo nimemleta hivyo. Kama nilivyokuambia, sina shombogo. Unahisi mimi mtu unamuona au unasemaje? Nakukubali sana. Sana. Nakukubali. Huyo yule baba niliyekwambia. Hapa atakula. Yaani hapa ndo yaani hapa mambo yote ndo yashaisha. Sawa? Basi yeye kashukia mimi. Pesa ipo, njoo tutavizuri. Tutaenjoy maisha. Nyumba yote yangu hii, bangalo langu. Sasa nakusii kitu kimoja. Leo umefanya kazi nzuri sana. Umefanya kazi ambayo sikutegemea. Safi. Very smart. Basi mimi niache, mimi wewe na mimi tutamalizana basi. Usizingue basi. Sawa? Haina shida. Nitakutumia pesa. Usisahau kulipa changu. Nitakutumia pesa mpaka za kula na mama zako. Basi. Udugu. Bye. Lembo ujisikie kwa nyumbani. TV yangu ile pale, remote, kila kitu ndani cha kwangu, bangalo lote namiliki mimi. Utakula, utakunywa, jisikia amani. Sawa mama? Sogea kwangu. Relax, uko na mimi. Unataka shilingi ngapi? Takupa hela zote humu ndani. Sawa mama? Sawa. Takununulia nyumba, ndakununulia gari. Usijali kuwa na mimi. Sawa mama? Naita boss la Machawa Tanzania. Sawa? Sawa bosi. Unakula nini, unakunywa nini? Kula bia, kunywa bia, kula nyama. Toka kwa nyumba yangu, sikutaki, sitaki nikuone. Nishapata mwanamke mwingine. Usije ukanivuruga. Sihitaji. Hapana mume wangu, hapana mume wangu. Toka, nishakwambia sikuhitaji katika maisha yangu. Umenivuruga sana mwanamke. Mume wangu, naomba unisamehe. Wewe unakutembea na bosi wangu Jordan na nyingine siku ya wewe. Toka. Naomba unisamehe mume wangu. Mimi ndo mke wako wa ndoa mume wangu. Baby, relax. Huyu anaondoka. Wewe ndio umesababisha nimeanza kunywa pombe. Pumbavu. Umetembea na wanaume siku ya msiba wa mama wangu. Wewe sikuhitaji kabisa kwenye maisha yangu. Toka, nitakupiga basi. Toka, nitakupiga basi. Pumbavu. Sitaki mchezo na ubongo wangu. Madam, relax. Ndo kutoka na mtoto wa 2000 nikalee mishangazi. Kaa shangazi huko kwenu. Pumbavu. Mama, relax. Bagalo yote ya kwako. Yule ni mwanamke malaya. Kwanza simpendi. Mbona hazina hisia zangu umeharibu? Saa mbona Delila? Pombe, madawa, pia wanawake imekuwa sehemu ya kawaida. Nafanya yote kusahau uwepo wako. Nenda ukaishi na hao unaohisi faraja kwako. Delila, nimeshindwa kusamehe. Ondoka mbali na maisha yangu. Delila, ondoka.